Na mtazamaji, leo hii Shujaa wa Wiki na kuleta hadi katika eneo hili la Ndalani Yatta, kaunti ya Machakos, ambapo tunakutana na Charles Muli. Huyu ni jamaa ambaye takriban miaka 33 iliyopita, mtazamaji, aliamua kuuza mali yake, akaacha shughuli zake, biashara zilizokuwa zikimpa kipato cha kila siku, mtazamaji, ili aanze shughuli ya uhisani kuwasaidia watoto wasiojiweza katika jamii. Tunapozungumza sasa, takriban Wakenya 28,000 wamepitia mikononi mwa Muli Children's Family. Je, ni nini kilimpa msukumo? Anatekeleza vipi wajibu wake? Mkewe, familia yake walipokea vipi? Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva, mtazamaji, karibu kwenye Shujaa wa Wiki. Mimi nilijipata kwa familia maskini, na hiyo umaskini ndio ilifanya wazazi wangu wakatengana. Baba akatufukuza tukiwa Lodwar. Kwa kabila mimi ni Mturkana. Sasa tukiwa huko Lodwar wazazi wakakosana. So mama ikabidi akuje Kitale. Kitale Kipsongo slum. Hiyo ni slum kubwa hapo, inajulikana sana Kitale. Na maisha ya slum ilikuwa ngumu sana kwetu kwa sababu mama hakuwa na kazi. Na tena huko hakuna chakula, hakukuwa na chakula. Nyumba zenye tulikuwa tunalala hizo enzi ilikuwa imetengenezwa na hizi nylon paper. Na mvua ilikuwa ikinyesha, maji inaingia ndani. Chakula tulikuwa tunalala bila chakula. Tena mavazi yalikuwa ngumu kwetu kupata. Kwa sababu ya shida na tena stress yenye mama alikuwa nayo kwa sababu ya kutengana na baba, ikabidi akaanza kukunywa busaa, chang'aa. Na akikuja nyumbani alikuwa anatuongelesha vibaya. Wakati mwingine anatuchapa. Sisi especially mimi mdogo nilikuwa napitia mengi kwa sababu mimi ndio nilikuwa nakaa na mama wakati mwingi. Kwa sababu wakubwa wangu venye waliona maisha venye yalikuwa magumu, waliamua kutoroka, wakaenda kujitafutia. Sasa mimi nilibaki na mama. So siku moja venye tulikuwa na mama kwa sababu ya mazoea yake ya kukunywa pombe na kukuja nyumbani akiwa amekasirika, akanichapa, akanitusi vibaya. Sasa mimi sikuwa na kitu ya kufanya. Nikaamua mahali ambayo naweza enda ilikuwa tu street. Nikachukuliwa MCF. That was the year 2002. Venye nilijoin Muli Children's Family nilikuwa na miaka 7. Na nikaanza kwenye klasi ya chini, tunaita nursery, lakini sasa inaitwa kindergarten. Sasa nikaanza kindergarten, nikaenda primary, hadi class 8, nikafanya mtihani, nikapita, nikaenda hadi tena form 4, nikapita hapa tu Muli Children's Family. Venye nilipita, nikajoin shule kuu ya Daystar University. Na hapo nikafanya course ya International Relation and Security Studies. Mi by then nilikuwa nimesema give up, nataka kwenda nitafute kazi, nisaidie wazazi wangu. Na ile kazi ambayo ningefanya maybe ni ya mjengo na uwizi. Kwa sababu maisha katika slum ya Kibera ni ile maisha ya kupata ile yenye unaona iko mbele peke yake. Nilikuwa hata na marafiki ambao ni wezi. Nilikuwa na marafiki ambao tulikuwa tunavuta nao bangi, tunakunywa pombe, kwa sababu hiyo ndio niliona ni kama lifestyle ya pale slums ya Kibera ya kila mtu. Unataka uvae vizuri, unataka uishi maisha mazuri, lakini hauna pesa. Ile chochote yenye unaweza pata mbele ni kumake sure kama ni mtu usiku, kwa sababu kuna hizi corridor, mmemnyang'anya pesa kwa ule mlevi, mmemnyonga, ama mmeenda kwa nyumba yake mmeiba vitu na mmeenda kuuza, ndio uko unaishi maisha ile mzuri. Na hiyo njia haikunisaidia. Ndio John Maina akaniambia, kwa sababu nyinyi nateseka, atanipeleka mahali penye nitapata wazazi wapya, nitapata maisha poa, na pia nitapata kuelekezwa kwa njia yenye inafaa. Ukweli John Maina aliponileta MCF,
nilipata hizo vitu zote. Kwanza tulikaribishwa na wazazi, naitwa Daddy Muli na Mami Esther. Walitukaribisha sana. Furaha yangu ni kuona hao watoto wamekuwa watu, kumchukua akiwa vile alivyo, kumsaidia ama kumulea, kwenda kwa shule, kumaliza shule, kuona amepata either ameenda university ama college ama course yoyote, na yeye anaweza kujisaidia mwenyewe na kusaidia familia, kwa sababu tuko na wale wameoa, wako na watoto, na niko na wajukuu wengi sana. Na kwanza yeye mwenyewe amesimama na familia yake, na ni mtu mwenye alikuwa ajiwezi, na katika maisha yake hakuwa anajua kama atakuwa mtu, hakuwa anategemeo. Lakini nikiona wamesha kuwa watu ambao wanaweza kusaidia watu wengine, hiyo ndio furaha yangu. Kuona wamefaulu katika maisha yao, hiyo ndio furaha yangu. Na watoto huja kila siku, huja wakiwa wagonjwa, huja wakiwa na kila shinda ya kila aina. Lakini Mungu ameniita hata mimi, kwa sababu kama singekubali haingewezekana. Ningekuwa kama mimi ndio nafunga hiyo kazi. Lakini nafurahi sana nikiona watoto huja hapa wakiwa na shinda, na ukiwaona huwezi kumwambia arudi. Afadhali alale chini kuliko kurudi mahali ametoka. Kwa hivyo tuko na watoto na wengi wadogo, sijui kama umewaona. Tuko na babies, tuko na kila size iko, na wakubwa. Yeah. Naam, karibu sana kwenye kipindi Shujaa wa Wiki, Bwana Charles Muli, Daktari Charles Muli, Daddy. Karibu sana. Tuanze moja kwa moja kwa kupata kisa chako kwa kifupi, na pengine utueleze kwa nini ukageukia wewe mwenyewe kuacha shughuli zako, kuacha biashara zako, kile kilikuwa kinakupa kipato chako cha kila siku, na ukaamua kwamba uwe na shughuli ya kuwafadhili watoto, kuwasaidia watoto ambao hawajiwezi katika jamii. Kwa nini? Asante sana kwanza kwa kuniuliza maswali kama hayo, ambaye imekuwa ni jambo la kuweka na kutia nguvu kwa watu wengi kusikia hiyo vile ilitokea. Mimi nilizaliwa kwa umaskini ile mbaya, na nikaweza kutupwa na wazazi wangu wakati nilikuwa na miaka 5-6 hapo, na kwa hivyo nikaenda hiyo na shida hiyo mpaka nikawa mkubwa, na shule ikawa ngumu kuweza kupata masomo. Bali wakati nilikuwa miaka 16 ilikuwa maisha ilikuwa magumu sana, sababu nilikuwa nataka niliwe na chakula, niweze kulala mahali, na kulikuwa kuna mahali ya kulala, na mimi nilikuwa nimekuwa mtu wa kuombaomba. Basi nikajisikia nataka kujitia kitambi ili ni roho yangu iweze kwenda, sababu singependa kuona shida mingi zaidi ya vile niliona. Na kwa hivyo wale wazazi ambao waliweza kuniwacha na wakaenda mikononi mwa shushu ama my grandmother kupitia kwa my mother. Sasa sisi hatukuwa na shamba na hatukuwa na chochote, hata buzi ama kuku. So mimi nilikaa kwa ile nyumba ambayo wazazi waniliwacha na kwa muda mrefu. Basi wakati nilikuwa nikitaka kujiweka kitambi, ndio nikaweza kupata mtu ambaye aliniona mahali nilikuwa nimesimama mtoni. Na basi alipokuja alikaniambia, nini unafanya hapa? Na akanielekeza kwa mahali kulikuwa kanisa, kulikuwa na nyimbo pale, nami nikaingia. Si kusikia hiyo nyimbo inanisaidia hata kidogo. Na baadaye niliweza kuhubiriwa, nikainua mikono yangu na nikaweza kuokoka, ama nikaweza kumjua Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Basi hiyo ndio ilifanya sasa baadaye niende nikatafuta kazi kule Nairobi. Na nilipoenda kule Nairobi ilikuwa ngumu kuombaomba, nikapata kazi ya kukata nyasi vile vile ndani ya nyumba, kuosha vyombo, nguo nini. But kwa hiyo mwindi ambaye alikuwa ameniajiri aliona nikifanya kazi sana kwa bidii,
alafu kwa ile uwezo wa Mungu na yeye kuwa yeye alikuwa yeye mtu mkubwa kwa ile company, basi akanitafutia kazi, na hiyo kazi nilipoenda kutoka pale Nairobi ikawa nikainuka na nikaweza kuwa promoted kuwa manager. Baadaye nikanunua gari, na gari hiyo baadaye nikafikiria kuweka matatu. Basi sasa life ilikuwa hivyo. Kwa mwanzo shida mingi sana. Kwanza nilipoteza gari langu, nilikuwa nimeenda Nairobi kufanya biashara. Sababu kweli kutoka kwa ile gari moja, hiyo gari ikazaa magari mingi, hata buses, na nikaingia katika biashara kubwa. Ili wakati nilienda biashara kule Nairobi kutoka Eldoret, basi vijana waliiba gari langu. Na hiyo ilikuwa 1986, na miaka 3 sikufikiria jambo lingine. Hiyo ilikuwa turning point. 1989 ndio nikaweza kuanzisha ile mradi ya Muli Children's Family. Na kwa vile niliona shida ya watoto waliteseka kama mimi, basi ujumbe ile Mungu alinipatia ilikuwa nenda uwe mzazi ama father to the fatherless. Kwa hivyo katika huyo muda mimi sikuweza kukaa, nilisikia tu kuna kitu inasukuma mimi, kuna mambo inanisukuma, na nikawa kama mtu mgonjwa kabisa. Na baadaye ndio nikaweza kuingia kwa gari, nikatembea kufika kwa ile gari, ikawa tu kichwa nikapotea. Badala ya kwenda nyumbani nilipotea, bali nikaanza hiyo kazi the following day. Nilikuja nikamwambia mama, sasa Mungu amenizungumzia na sasa leo ndio climax, sitafanya kazi, sitafanya hiyo biashara hata kidogo. So hii ilianza hivyo, na baadaye sasa nikaanza hiyo kazi, nikaenda kila mahali mitaani, kulala hata huko, nikakutana na makahaba wale vijana wa street, wasichana wa street huko, na mimi nikawa kama hao huko pia, ili niweze kupata nafasi ya kuwalete. Na basi tukaanza na watoto 3, na baadaye hiyo ikaendelea mpaka sasa tuko na watoto 2,600 wote ambao wamekuwa wamepitia katika hii mradi. But yote nikihesabu wale ambao wameolewa na wameenda wote kwa hiyo miaka 33, ni watoto 26,000 na 26,000 ni watoto wengi vijana, na wengi wameshakuwa viongozi, walimu, wengine mapastors, wengine ni madaktari, lawyers, and yote. Kwa hivyo inaitwa jamii ya Muli. Hakuna jambo ambalo nzuri kama kupatia mtu ama mtoto yule mdogo na hata yule mkubwa, mpatie chakula na kumempower. Sababu ile mwito yangu ni kuempower hawa watoto ili waweze kuwa wanaweza kujisaidia na wasaidie nchi yetu ya Kenya. Daktari, tuzungumzie yale maeneo ambayo mko humu nchini. Mmeweza kufika maeneo mbalimbali, hamko tu hapa katika maeneo ya Yatta Machakos. Pengine gusia na vile unafikia vipi jamii nzima hapa katika maeneo ya Machakos? Sisi tumeweza kuwa na institution ambayo ni ya Muli Children's Family. Wapi? Huko Malindi, kule Mombasa, Vipingo, kuna huko Mount Kenya, kuna kule Kitale, kuna zaidi kule upande wa Lodwar, tuko pale, tuko huko Ngong, tuko Tanzania kule Ukerewe katika ile ziwa ya Lake Victoria, na tuko na shule kule mahali, kila mahali yote tuko na shule, na shule zetu zote tunapeana elimu free. Hakuna mtoto analipa school fees, hakuna mtoto ambaye analipa pesa ya chakula, nguo, kila kitu tunawanunulia, na mdawa hata wakati wamekuwa wagonjwa. Kwa hivyo sana hii mradi ambayo nilianza 33 years ago, sio ya kutengeneza pesa, ni ya kuhudumia wale hawajiwezi, ili wakaweza kuwa watu, na zaidi ya hayo kuweza kuwa wajitambue ya kwamba hao ni watu kama wale wengine. Na shaurio ndio kumekuwa na mambo makubwa sana, wale watoto wakiweza kufanya mitihani na kupita kama KCPE, kama mambo ya ile ya form 4 ama grade 12,
kupita vizuri na kuwa namba mzuri katika kaunti ya Machakos. Machakos County tumekuwa tumelead. In fact, the year 2000 tuliweza kupita na watoto wakaweza kupita sana. Tukawa namba 1 katika Machakos na namba 11 katika Kenya mzima. Swali ambalo mara nyingi linaibuka, hii ni shughuli ambayo umeitekeleza miaka 33 iliyopita hivi, pengine ufadhili unatoka wapi? Kwanza tuko na jambo la kutegemea. Originally nikiwa entrepreneur ama mtu ambaye ufikiria shilingi moja ukiweza kuiweka pamoja na shilingini unaweza kuiweka ikaweza kuwa nyingi kwa njia gani? Basi hii ni sustainability, ni juu ya ukulima. Tuko na inatusaidia mapato, badala ya watoto walipe school fees, sisi hiyo pesa inatusaidia. Na sio hiyo peke yake kupata hiyo pesa, tena tunaajili watu zaidi ya 1,000 ambao wamekuwa wakifanya kazi. Kuna madriver wa tractors wale wanalima, kuna watu wa mikono, kina mama ambao sana huwa wanaingia katika mambo ya kushuna, kama French beans ambazo tuna export, cabbages na yote tunauza. Tuna Nairobi, tunauzia maduka huko. Kwa hivyo hiyo ni moja. Ile ya pili, hata tunapanda nyanya na rumi. Na hapa mahali tuko kwa sababu ya ili tupata pesa, mayai nini, kuku ya kuuza. Tuko na mradi ya kuku 80,000, 80,000. Kwa hivyo hiyo yote, unajua sasa hiyo ndio kitu tunahitaji katika ulimwengu wa sasa. Hatuwezi kukaa tu hivyo. Ni nzuri kwa watu ambao kweli wako settled ama wako sawa. Unajua nilipata habari juu ya watoto, kila nikutana na watoto katika mitahani, ile watu wanaingiana bila hiyo unit. Tunakaa kama raia mwema. Tunaanza kufunza watoto kukaa kama raia mwema. Na ile utofauti ni ile vitendo wanafanya huko, wamejengwa vizuri, wamepata akili, wanaweza kufanyia watu mambo mazuri na kuinua nchi yetu ya Kenya. Asante sana Dadi, daktari, wewe ndio shujaa wetu Jumamosi ya leo. Mola akubariki sana. Na mtazamaji, huyo amekuwa Daktari Charles Muli, wengi wanamfahamu hapa kama Dadi, na bila shaka umesikia taarifa yake, story yake nzuri sana mtazamaji. Sina mengi ya kusema. Hadi wakati mwingine, mimi naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva.